Waziri wa Maliasili na Utalii, Ashatu Kijaji, ametoa maelekezo kwa kamishina wa uhifadhi wa Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA kuhakikisha posho na stahiki zote zinazodaiwa na wafanyakazi wa mamlaka hiyo zinalipwa ndani ya wiki moja mpaka Alhamisi ya Aprili 23 mwaka huu. Waziri Kijaji ametoa maelekezo hayo jana Alhamisi Aprili 16 akiwa wilayani Chato mkoani Geita katika ziara yake ya kutembelea hifadhi na kuzungumza na wafanyakazi waliopo chini ya wizara hiyo. Amesema ni muhimu watumishi hao walipwe posho na stahiki zao haraka iwezekanavyo, na kuahidi kuwa serikali inafanyia kazi mchakato wa kuwapandisha mishahara watumishi ambao wamefanya kazi kwa miaka zaidi ya 10 bila nyongeza ya mshahara. Niwashukuru sana kwa kusema, wakati natoa nafasi majirani zangu hapa wakawa wanasema wanajua maskari haya wamelelewa kijeshi hawezi kusema, nikamwambia mtulieni kwanza tuangalie. Kwa hiyo tunaona, na hii mimi naipongeza, ni nzuri kwa sababu mnasema mlio nayo kuliko kubaki nayo. Na ndio maana nimependa kwenye ziara zangu zote ninapopita tuketi tuseme, ili usio wasema waziri kapita afu unaonyesha kidole kumbe unasahau vinne viko kwako. Mimi unanionyesha kimoja, vinne viko kwako. Sasa bora tuseme hapa ili tukitoka wasema tuko na amani, tuchape kazi. Niwashukuru sana, na nimependa hii katibu mkuu, nimependa mchanganyiko wa leo wa TFS TANAPA nini, kwa sababu kule nje kule bwana, kule nje kila mmoja anatamani kufanya kazi TANAPA. Umeona wale wa TFS ile wote wanatamani kufanya kazi TANAPA. Wao bwana wanasema siri ya mtungi ijuaye kata. Kwa hiyo nimependa mchanganyiko ili leo tutoke hapa tukiwa tunaelewa sisi sote ni Watanzania na kikapu chetu ni kimoja. Ikitokea changamoto tunajua tunaishughulikiaje. Moja, kwa sababu ya muda niseme nitarejea tuseme zaidi, lakini kwa sababu ya muda wetu kuwa mchache leo niseme haya mlioyasema makamanda wetu kutoka TANAPA, sisi wizara tunayafahamu na tunayachukua na tulishaanza kuyafanyia kazi. Na bahati nzuri aliyepiga makofi ni kamishna wa uhifadhi, anaitwa CC wa TANAPA, ndo aliyepiga makofi wa kwanza. Sasa wakuwa akapiga makofi wa kwanza, nimempa maelekezo tangu juzi mpaka ikifika Alhamisi kama ya leo au ameshalipa posho zote mnazodai mahakamani. Na hii mnamdai yeye, sio katibu mkuu wala sio mimi. Hapa jamaa yangu kasema hapa inaonekana mmeshindwa kuongoza wizara. Tungeshindwa na mimi tungewaita. Tungeshindwa tungejificha. Kwa hiyo tumekuja hapa kumwambia kamishna, nasema wazi posho zote wanazodai kwenye hifadhi zote 21 zilipo. Ikifika Alhamisi mpaka kama ya leo, naomba mniambie amelipa au hajalipa, sawa naomba mniambie amelipa au hajalipa ili nijue aliyeshindwa kazi ni yeye. Tumeelewana? Linakuja jambo la pili, mishahara yetu haijapanda kwa miaka 15 mpaka 20. Hilo tunalitambua na tayari tumeshaanzisha mchakato. Najua ni jambo la kibajeti. Tumeshaanzisha mchakato na tuko kwenye majadiliano. Na sio kwa TANAPA peke yake, ni kwa taasisi zote zilizoko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Ili zile taasisi ambazo mishahara ina zaidi ya miaka 10 tuone cha kufanya. Msajili wa hazina na sisi wizara tunaendelea kusema kwa pamoja, tunaingia kwenye kipindi cha bajeti, nina uhakika kuna jambo litafanyika. Kwa tuendelee kushikamana, kushirikiana ili tuifanye kazi yetu sawa sawa na tuweze kuchapa kazi njema ambayo tumeaminiwa kwayo. Niwapo pole hasa wale wa TANAPA. TFS sina shida sana na nyinyi, kama zipo ni ndogo sana, lakini niwape pole wale wa TANAPA. Naijua changamoto yenu na nilishaanza kuishughulikia na tunaihitimisha, na tunavyoihitimisha maelekezo mengine niliyompa kamishna wa uhifadhi TANAPA, anapopokea pesa
anapoanza kufanya malipo ya mwezi, jambo la kwanza la kulipa ni mshahara, jambo la pili la kulipa ni posho, statutory payments zenu nyinyi. Alipe zote kabla hajafikiria mambo mengine ya kufanya, kwa sababu kilichokuwepo hapa, naona analipa mshahara afu anapumzika, anaanza kufanya mengine. Hata mengine ni muhimu, lakini sio muhimu kama stahiki za watumishi. Huwezi kuongoza nyumba inayofuka moshi, haiwezekani. Na nyumba inafuka moshi pale tu mtumishi anapoona kuna jambo langu limekwamishwa sehemu. Kwa hiyo kwa sasa, kuanzia mwezi huu tulionao, ni mwezi wangapi huu? Mwezi wa 4. Kuanzia mwezi huu wa 4, mkipokea mshahara wenu mtapokea na posho zenu, ili tuchape kazi. Na mnajua Mheshimiwa Rais anazitoa pesa hizo, katibu mkuu zikifika kwake anazitoa. Sasa hapo zinapokwama hapo wajitafute, lakini hayo ndio maelekezo yangu kwao, ili hayo mengine ya msingi yatakuwa ni msingi baada ya kuwa watumishi hawatudai chochote. Hayo mengine yatakuwa ya msingi. Huu ndio ujumbe wangu kwa TANAPA. Kwa TFS, endeleeni kuifanya kazi yenu vizuri. Sijapata malalamiko kutoka TFS, nimepata huku kwingine. TFS, chapeni mwendo huo huo, na sisi tunaangalia jinsi ya kuboresha maslahi yenu ili muendeleze kuifanya kazi yenu vizuri na kwa usalama zaidi. Kazi na utu. Kwa sababu ya muda, mnaniruhusu niishie hapa. Tumemaliza eh? Imekaa vizuri kabisa. Na waliojibu ni TANAPA wengi. Waliojibu ni TANAPA wengi. Mambo mazuri, msio na mashaka. Mama hajawahi kushindwa na jambo, ashindwa na posho zenu, haiwezekani. Kwa sisi tunaendelea kuchapa mwendo, na yale mengine tutaendelea kupita kwenye hifadhi zote, na tutasema kwenye hifadhi moja moja, iwe hifadhi ya msitu, iwe hifadhi ya taifa, iwe nini, tutakwenda na tutasema yote. Tunataka taifa lililotulia, na mlisikia ujumbe wa Mheshimiwa Rais. Alisema anapoondoka mwaka 2030 kuhitimisha miaka yake 5 awamu ya pili, anataka aache misitu kama hii, anataka aache hifadhi zilizopendeza, lakini na tabasamu kwenye nyuso na nyoyo za Watanzania. Watanzania wa kwanza ni nyinyi mnaofanya kazi hizi kwa niaba ya Watanzania milioni 62. Na mimi niko hapa kulisimamia hilo. Tuaminini, tuifanye kazi yetu sawa sawa, na tuiheshimishe wizara yetu, tuliheshimishe na taifa letu. Changamoto zipo, zinashughulikiwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na niwatakie majukumu mema.